hatari ya kuzubaa. Ni msimu huu, ni mwanzoni mwa mwaka ndio watu ufanye mambo haya. Ni msimu wa kuendelea mbele, sio kurudi nyuma. Amen. Katika maeneo yote ndio msimu huu. Tafuta kuendelea mbele. Tafuta kutoka pale ulipokuwa, ulikofika mwaka huu ili usonge mbele. Biashara yako ilikuwa mtaji fulani, hakikisha msimu huu unatafuta namna ya kusonga mbele. Msimu huu pia ni msimu wa bidii, sio msimu wa wavivu. Takuonyesha hapa, nakupa tu hapa kwanza kwa nini ile vita. Walikuwa natoka vitani. Sasa kiroho ndio mambo yanayofanyika tunapokwenda vitani. Bidii. So wavivu ndio kama Daudi alibaki. Amen. Alibaki. Ukiwa mvivu huwezi kupata upenyo, huwezi kupata kitu chochote. Inahitaji kuwa na bidii ya kiroho na katika maeneo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ni msimu wa kujiandaa pia kiroho. Haleluya. Haleluya. Sasa mpaka tunamuona Daudi anaanguka kwenye dhambi, tatizo lilianzia hapa. Ambako alitakiwa aende vitani, lakini akajikuta anabaki Yerusalemu. Badala ya kujiunga na wanaume wenzake kwenda vitani, Daudi alimtuma Yoabu, yeye akabaki nyumbani. Hapo ndipo tatizo lilitokea. Kama hutajishughulisha, ukiacha wajibu, unatengeneza jukwaa la nini? La dhambi. Daudi alitengeneza jukwaa la dhambi. Ndio nimegundua kumbe mtu anaweza kujitengenezea jukwaa la nini? La dhambi. Kama una shughuli, unajitengenezea jukwaa la dhambi. Ulikuwa ni wakati wa yeye kwenda kwenye vita, wakati wa yeye kwenda kujishughulisha, wenzake wakaenda, yeye akabaki, akaacha wajibu wake. Ndugu zangu, kila yeyote ambaye ana wajibu kanisani, una wajibu nyumbani, una wajibu ya kibiashara, wajibika. Nasema wajibika. Ukiwa mvivu, unatengeneza jukwaa la nini? La dhambi. Ukiwa mvivu unatengeneza jukwaa la nini? Unajua nini kitatokea? Utaanza kusema wewe. Unajua jioni kuna mtu ataniletea shilingi kadhaa. Naomba uniazime. Sikia. Ukiwa mvivu unatengeneza jukwaa la dhambi. Ukiacha wajibu wako unatengeneza jukwaa la dhambi. Unafikiri ukiwa unafanya kazi, si uko busy kwenye kazi? Kama mtaani, unatengeneza jukwaa la dhambi, utaanza umbea, utaanza kusengenya, una kazi. Sijui kuna mtu ananielewa hapo. Kwa hiyo majira haya, msimu huu ni msimu wa kufanya kazi. Ni msimu wa kuwajibika. Ni msimu wa kila mmoja awe kwenye nafasi yake. Ni msimu wa kila mmoja ashughulike, sio kubaki. Ukibaki chini, unatengeneza jukwaa la nini? Mwambie jirani yako acha kutengeneza jukwaa la dhambi. Daudi aliacha kutimiza wajibu wake. Na unajua mara nyingi ni wakati hatufanyi kile tunachopaswa kufanya, lazima jaribu litachukua nafasi. Kama unaacha kufanya ulichotakiwa kufanya, maana unafungua mlango wa kitu kingine kitakuja. Daudi mpaka anaenda kuzimu. Kwanza alikuwa analala jioni. Maandiko yanasema alikuwa analala jioni, akatoka kitandani mwake, akaenda juu ya nini? Ya paa. Ina maana yake mengi sana. Aina za paa ziko nyingi kiroho. Akaenda juu ya paa. Hatua ya kwanza, akaona mwanamke anaoga. Angelikuwa vitani, angeliona mwanamke anaoga, angelikuwa kwenye majukumu yake, hilo jukwaa la dhambi lingetengenezwa.
Lakini kwa sababu hapo ndio tatizo lilipoanzia. Na ngoja nikwambie, unajua sura hii Daudi asingelitenda dhambi hii, sura ya 11 isingeandikwa. Unaelewa? Asingelifanya alichokifanya, hii sura ya 11 isingeliandikwa. Hata wewe mara nyingi unasema, wananisema, wewe ndio unawapa watu cha kusema. Kama utafanya hayo, hakuna mtu ataongea. Au sijui. Sijui wanamsema mwanangu sana. Aache kufanya nayo yafanye, hakuna mtu atamsema. Yeye ndiye anawapa watu maneno. Hivi unajua sisi ndio tunawapa watu maneno. Anasema sana. Acha kutupa maneno. Kwani usipoyafanya hayo kuna mtu ataongea? Hii sura iliandikwa kwa sababu Daudi alifanya alichofanya. Asingelifanya yangeandikwa. Muulize jirani yako, hivi acha kufanya unayofanya, kuna mtu atakusema. Na ukifanya mazuri, watu watasema nini? Si unawapa ya kusema. Sikia, usifikiri kwamba hapa duniani tutawafumba watu midomo.